Naam, bila shaka na kujia mbashara kutoka katika kaunti 021 na maanisha kaunti ya Murang'a, hususan katika chuo kikuu cha kiteknolojia cha Murang'a katika kongamano la wanachakita. Hawa ni wapenzi wa Kiswahili katika chuo hiki, na bila shaka hafla hii imeweza kumiminika wapenzi wa Kiswahili kutoka maeneo ainati. Hii ni kiwemo waandishi tofauti katika taifa la Kenya. Kuna masuala mengi yameweza kuzungumziwa. Hii ni kiwemo masuala mtambuko na vile changamoto za akili unde katika kuweza kuwahangaisha waandishi, lakini haya yote yamewekwa pariwanja kwenye kongamano hili, na bila shaka tumekuwa pia tukidadavua masuala mengi baina ya wanavyuo vikuu na wale waandishi ambao wameandika baadhi ya majarida, na vile tutakuwa pia tunatarajia hapo kesho ambayo itakuwa ni siku ya mwisho ya kongamano hili kuweza kutokea, na hivyo basi kuna masuala pia yameweza kutengwa ambayo watakuwa wanahusisha makundi ya wapenzi wa Kiswahili, na vile tunatarajia kwamba itakuwa ni nafasi nzuri ya wanavyuo vikuu, waandishi na wapenzi wa Kiswahili kwa jumla kuweza kumiminika katika eneo hili ili kuweza kupata taswira kamili na mustakabali wa lugha ashirafu ya Kiswahili katika si tu taifa la Kenya bali pia kwenye ngazi za kimataifa. Na hili ni kongamano la kwanza kufanyika kwa chuo chetu kwa ajili ya kuendeleza mambo ya lugha ya Kiswahili. Jina langu ni Daktari Suzi Nandama Sumbi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Kenyatta hasa bewa la Mombasa, na leo hii tuko hapa katika chuo kikuu cha kiteknolojia cha Murang'a kwa sababu ya kongamano la Chakita, na tuna kauli mbiu elimu na masuala mtambuko, na kumbuka kuwa hii ni mada ambayo ni muhimu sana kwa sababu katika nchi ya Kenya tuna mtalaa mpya ambao ni mtalaa wa elimu unaojulikana kama CBC kwa Kiingereza, na kwa Kiswahili tunaita mtalaa wa kiumilisi. Na katika mtalaa wa kiumilisi tunapofunza lugha, utagundua kuwa tunapofunza isimu ama tunafunza kwa mfano fasihi, tunafunza kwa kuangalia masuala mtambuko, kwa mfano usalama wa wanafunzi, kwa mfano maadili. Tunaangalia pia kwa mfano tunahakikisha kuwa wanafunzi wanajua mambo ya maadili ambayo kwa mfano ni heshima, umoja, upendo na kadhalika. Na leo hii kauli mbiu ya Chakita imelenga katika masuala mtambuko. Kwa hivyo hatujaacha nyuma masuala ya kiteknolojia, kwa sababu pia hayo ni masuala mtambuko. Tunazungumzia akili unde. Kwa mfano hivi leo katika kongamano hili nimejiandaa kuwasilisha mada kuhusu akili unde, na mada yangu inahusu nafasi ya akili unde katika kukikuza na kuendeleza, kuhifadhi na kuendeleza Kiswahili. Makongamano ni muhimu kwa sababu katika jamii, hasa sisi ambao ni wahadhiri, tunafaa kuwa na tafiti ambazo zinaleta suluhisho kwa matatizo mbalimbali. Kwa mfano hapa leo kila mhadhiri ana wasilisho, na wasilisho hilo ni utafiti ambao amefanya labda kwa miaka miwili, na leo tungependa kupata maarifa mapya kutokana na tafiti hivyo. Kwa hivyo ningependa kupendekeza kuwa wahadhiri wa vyuo vingine ambao hawajajiunga na Chakita waweze kujiunga na Chakita, kwa sababu katika makongamano kama haya tunaweza kubadilishana maarifa, tunaweza kupata maarifa mapya, na pia tunaweza kusuluhisha changamoto mbalimbali ambazo tunakabiliana nazo. Shirika la Tunu Publishers limejikita kweli katika haya ambao unauliza, manake linaenda paka vyuo mbalimbali, linaenda katika vyuo mbalimbali kote nchini Kenya, na kuweza kwanza kuandaa warsha za kufunza wanafunzi hao wajue namna kuandika kazi vizuri, wakiweka ndani yake masuala mtambuko, kuweka ndani ya kazi hizo maadili, na ndipo sasa wakati unapofika kuandika si mambo ya kubahatisha tena, mwanafunzi anaandika kile ambacho anajua. Mbali na wanafunzi ama fauka ya wanafunzi,
Tunu Publishers pia imekumbatia walimu kweli kweli, maana najua walimu wengi ndio waandishi, walimu wengi ndio wenye ubunifu zaidi. Kwa hivyo pia inaenda katika shule mbalimbali kote nchini Kenya, ikisemezana na walimu, ikichukua namba zao za simu, iko hapa na habari wanaona pepe yake, kisha inajenga uhusiano mzuri na walimu hao, na baadaye tunawapa kazi, tunawapa miradi ya uandishi hasa ya fasihi. Kwa hakika Tunu Publishers tunafanya kazi yetu kitaaluma kweli kweli, maana yake mambo ya miraba ipo, na miraba inakuja mwandishi kwanza kisha tia saini mkataba ama kandarasi yetu, kuona kwamba amekubaliana nasi kwamba atapewa 10% ya bei ya kitabu ambacho kitakuwa kinauzwa. Alafu sasa tutaangalia nakala ngapi ambazo zimeuzwa kwa mwaka mzima, kisha mwandishi ama mhariri anamegewa mgao wake ambao anazungumzia nini, mraba mzuri kweli kweli ambao utamfanya aende nyumbani akicheka kwa na mambo yake yaweze kuwa matamu kama tamtamu za watamu. Wataalamu na wanataaluma waendelee zaidi kutumia Kiswahili katika utafiti wao. Naam, kwa hivyo unapoendelea kutumia Kiswahili katika masuala ya mtandao ama mtandaoni, unapata kwamba tunajenga kinachoitwa farasa. Ile farasa inajengeka na inakuwa kongoo. Sasa ile kongoo, basi yule mtaalamu yote yule anaweza akadokoa pale, hivyo akapata matumizi ambayo yanaweza yakamfaa. Kwa hivyo si tishio kwetu Kiliunde, bali ni msaidizi wetu ambao kila mmoja anafaa kwamba akishikwamba amekumbatia, maana usipotembea na wakati basi utabaki nyuma ya wakati. Tutakuwa tunaipa fursa lugha ya Kiswahili kuingia kwenye mifumo ya kidijitali, ili pia iweze kuchangia kama lugha ya sayansi, kama lugha ya utafiti ambayo ina uwezo wa kuchangia maendeleo endelevu kama ilivyotambua hivi karibuni na shirika la UNESCO na kupewa kipaumbele kama lugha rasmi ambayo inaweza kutumika katika mikutano ya UNESCO, na pia inatambuliwa na Umoja wa Afrika kama lugha ya kazi, na Jumuiya ya Afrika Mashariki inaitambua kama lugha rasmi, na vile naamini Jamhuri ya Kenya kulingana na katiba inayotambua kama lugha rasmi. Kwa hivyo sisi kama wanataaluma au chama kama CHAKITA wanatakiwa waweke msingi wa kufanya utafiti ili waweze kuchangia na kutoa mapendekezo yenye ushahidi kwa watunga sera, ili lugha yetu iweze kupewa kipaumbele na kufanya. Kiswahili kimepewa nafasi nzuri, lakini tunahitaji kufanya marekebisho kidogo pale ambapo somo la fasihi limepewa nafasi ya kuteuliwa. Kwa hivyo unapata kwamba ni wanafunzi wachache ambao wanasoma fasihi ya Kiswahili, jambo ambalo linastahili kurekebishwa. Wakati tunasema Kiswahili kitaacha nyuma, kila siku mimi naona watu wanauliza tunahitaji machine learning, tunahitaji automation, tunahitaji kuunda video kwa Kiswahili. Kwani wanaofanya hizo kazi ni kina nani? Si ni wasanii, lakini hawana msamiati wa Kiswahili wa kutosha. Je, tufanye nini ili tuungane nao ama tuhakikisha kwamba tunaenda kwa pamoja? Kwa hiyo naona kuna gap hapo. Tunahitaji kuwa na ushirikiano sana. Na tusingoje kesho ama tuwe na CHAKITA mwakani